Mwana wa Mungu, kuanguka kupo, kukosea kupo, kuangushwa, kukoseshwa kupo, majaribu yapo. Hakuna namna ambavyo utakuwa unaishi kwenye hii dunia alafu ukaacha kukutana na hivi vitu. Haipo. Na ndio maana hata Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo inasema yeye ashindaye. Na hata Yesu kabla ya kuondoka hapa duniani alisema, ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hakuna ushindi pasipokuwa na mashindano. Hakuna ushindi pasipokuwa na mapambano. Hakuna ushindi pasipokuwa na vita. Kwa ile kwamba unaishi hapa duniani, hautaacha kupigana vita, hautaacha kupambana, kwa sababu dunia ni uwanja wa mashindano, ni uwanja wa mapambano. Ila ni nini kinafanyika baada ya kupitia hivi? Umekutana na changamoto, imekuangusha, umekutana na jaribu limefanya ukatoka kwenye mstari. Ni nini kinafanyika ili kuhakikisha mwisho wa siku unatangazwa kuwa mshindi? Ili kukufanya usitoke kwenye kule kuwa wewe na kubaki kwenye ile nafasi ambayo Mungu amekuwekea hapa duniani. Baada ya kutambua makosa yako, ni nini unafanya? Baada ya kupita kwenye hicho ambacho unakipitia, ni nini ambacho unafanya? Baada ya kuvuka, au katikati ya hicho, ni nini ambacho unafanya ili kuhakikisha mwisho wa siku unaibuka kuwa mshindi? Kitu kilichomtoa Adam kwenye bustani ya Eden sio dhambi, ila ni nini alifanya baada ya kugundua kama amekosea? Baada ya kugundua kama amemkosea Mungu, alienda kujificha. Na tunaona hata Mungu alipokuja kumuuliza Adamu uko wapi, alipokuja bustanini tena kumtembelea Adamu kama ambavyo ilikuwa kawaida yake, akamuita Adamu uko wapi, tunaona cha kwanza Adamu alichokisema, nimejificha. Kwa nini? Mungu akasema, kwa nini? Umekula lile tunda? Adamu alimjibu akamwambia, ni huyu mwanamke uliyenipa. Si huyu mwanamke uliyenipa? Na hiki ndio kitu kikubwa ambacho kilimtoa Adamu kwenye bustani ya Eden. Alipogundua kama amekosea, hakutafuta kutengeneza ili aendelee kukaa kwenye ile nafasi, bali alitafuta ni nani wa kumtupia lawama. Alitafuta ni nini kimesababisha hicho, ndio akakitupia lawama. Lakini ile kujua kama amekosea na anatakiwa kutengeneza, kuomba msamaha, hicho kitu hakipo. Na hiki kitu pia kimekuwa kinatutesa watu wengi sana. Ukiangalia maanguko ya watu wengi sana, wanalaumu, wamejaa na malalamiko, wamejaa na laumu kwa watu. Asingekuwa fulani, mimi nisingekuwa hivi. Isingekuwa kitu fulani kilinifanya hivi, kikanifanya hivi, kikanifanya hivi, mimi nisingekuwa hivi. My friend, hivyo vitu havitaisha. Havitaisha. Ile kwamba unaishi havitaisha. Utakutana navyo. Ila kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kujua ni unapokutana na hivyo vitu, ni nini unatakiwa ufanye ili mwisho wa siku uibuke mshindi. Kwa sababu duniani ni uwanja wa vita, duniani ni uwanja wa mapambano. Acha kukaa na kulaumu watu. Acha kukaa na kusema lisingekuwa jaribu fulani. Umeumbiwa, ni lazima litokee kwa sababu ya kukunoa na kukuvusha, kukupeleka hatua nyingine. Kwa ile kwamba umepita, umeshagundua umekosea, tambua ni namna gani ambao unatakiwa kufanya ili usiendelee kukaa hapo. Watu wengi sana leo wamebadilishwa na maumivu, wameacha kuwa wao,
Wameacha kufocus kwenye vile vitu ambavyo Mungu aliwaleta wakafanya hapa duniani, kwa sababu tu alishawahi kukutana na changamoto fulani ikamkalisha mahali. Na amekuwa anakaa hapo, ukimuuliza kwa nini haupigi hatua, kwa nini hausogei, asingekuwa fulani, mimi asingekuwa fulani alinifanya 1 2 3, kisingekuwa jambo fulani lilinitenda 1 2 3. Hakuna namna unaweza ukabadilisha hicho kitu, tayari kimeshatokea. Tayari kimeshatokea. Hakuna namna ambavyo unaweza ukakibadilisha. Ila unachotakiwa kubadilisha ni ile tayari umeshapita pale, ni kuamua kubadilisha historia ya kuanzia pale ambapo umepitia na kuamua kutengeneza historia mpya ya ushindi kutoka pale. Maumivu yamewakalisha watu wengi sana. Wameacha kuwa wao. Kuna wengine wamekuwa wanyama, wanalipiza visasi kwa sababu ya maumivu. Maumivu yamegeuza mioyo ya watu wengi sana. Na hiyo yote inatoka na kutokujua ni nini ambacho unatakiwa kufanya. Kitu gani ambacho unatakiwa kufanya unapokutana na changamoto, unapokutana na majaribu, unapokutana na watu wamekutenda, wamekufanyaje. My friend, hawa hawataisha ile kwamba unaishi, hawataisha. Dunia ni uwanja wa vita, dunia ni uwanja wa mapambano. Kitu ambacho unatakiwa kujua ni namna gani unatakiwa kubadilisha story kutoka hapo ulipoanguka kwenda sehemu nyingine. Kutengeneza historia yako ya ushindi kutoka hapo ulipokosea kwenda mahali pengine, kutoka kwenye hilo jaribu ambalo umepitia kwenda mahali pengine. Kumbuka, anasema yeye ashindaye, na kwenye kila mashindano lazima ina maana kutakuwa kuna watu wawili wanashindana. Na hapa duniani tuko na Mungu, tuko na shetani. Na wewe unamwakilisha Mungu. Kwa hiyo ushindi wako kwa namna yoyote ile ni utukufu kwa Mungu. Kupiga kwako hatua kwa namna yoyote ile ni utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kujua, chochote kile ambacho unakutana nacho kwenye safari ambao unaishi hapa duniani, tambua unatakiwa kumwakilisha Mungu kwenye hiyo nafasi. Unatakiwa kumwakilisha Mungu. Na kumwakilisha kwako Mungu ni aidha kujua ni namna gani unatakiwa kuishinda hiyo vita, mwisho wa siku ibuke mshindi. Mungu apewe utukufu. Au ukubali kushindwa, uendelee kukaa hapo na shetani ajitwalie. Uendelee kukaa hapo. Na ndio hiyo umekuwa unakaa na maumivu, umebebelea mauchungu, umebebelea makolokolo, yamekubadilisha kuwa wewe. Unaishi na maumivu na mauchungu. Umekaa kulaumu watu, umekaa kusingizia asingekuwa fulani, isingekuwa kitu fulani. Vimeruhusiwa vitokee kwa sababu Mungu amekuamini. Anakuamini kama unaweza kwenye hilo. Unachotakiwa ni wewe kumwakilisha Mungu vizuri kwenye hicho ambacho ameruhusu ukipitie. Na sio kukaa kuendelea kulaumu, na sio kukaa kuanza kusema isingekuwa kitu fulani. No. Usiwe kama Adamu. Adamu alikaa akamlaumu Eva, akasahau kama tayari ameshakosea, anatakiwa kutubu. Na mwisho wa siku kilichotokea ni nini? Kumlaumu kwake Eva kukamfanya akafanyaje? Akafukuzwa, akatolewa kwenye ile nafasi. Na wengi tumetoka kwenye hizo nafasi, tumetoka kwenye nafasi zetu kwa sababu ya hiyo. Dunia haiko fair. Haiko fair. Unatakiwa kushindana kwa namna yoyote ile. Unatakiwa kushindana. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu pamoja na kwamba alikuwa Mungu, bado alishindana. Bado alipambana. Akahakikisha ameshinda. Kwa hiyo na wewe kwa namna yoyote ile hakikisha unapambana, unashinda, na Mungu wako anapewa utukufu. Shalom, Mungu akubariki.